Naitwa Dr. Olivia. Leo nataka kusema na wewe usikate tamaa. Je, umekata tamaa? Umevunjika moyo? Umechoka? Nafsi yako imeinama? Asubuhi ya leo ninalo neno la faraja kwako. Kwa nini ninalo neno la faraja? Kuna watu ambao Yesu alikutana nao, walikuwa wameshafika mwisho, wameshakata tamaa. Kuna watu katika Biblia kufuatana na changamoto walikuwa wanakata tamaa. Ili usikate tamaa, lazima umpende Mungu. Mungu ukiwa naye hauwezi kukata tamaa. Nataka nikwambie ahadi za Mungu ni kweli. Sara alichekeshwa na Bwana kwa sababu hakukata tamaa ya kusubiri mtoto. Lakini pia Paulo na Sila, hiyo Sara ni kitabu cha Mwanzo sura 21 na mstari wa 6. Lakini pia Paulo na Sila walipitia changamoto kubwa na waliwekwa gerezani. Yamkini naongea na mtu ambaye upo gerezani, gereza la kiuchumi, gereza la magonjwa, gereza la kutokuwa na amani. Usikate tamaa. Mungu anatuagiza sisi tulioumbwa kwa sura na mfano wake tusikate tamaa wala tusiwe na mashaka ya chochote ambacho tunaamini. Mathayo 17 mstari wa 20 pia ametuelekeza kwa habari ya kukata tamaa. Mungu anataka usifanye haraka kufanya maamuzi ya kitu chochote. Umefilisika, usiwe na maamuzi haraka ya kukopa tena. Umefiwa, usiwe na maamuzi haraka ya kuona haiwezekani tena. Umezaa mtoto amekufa, usiwe na haraka ya kuona haiwezekani tena. Biblia inasema katika kitabu cha Luka sura 18, anasema akawaambia ya kwamba imewapasa kumwomba Mungu siku zote wala wasikate tamaa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini aliwaambia hivi? Aliwaambia kwa sababu walikuwa nafsi zao zimechoka. Nataka leo nikuambie, mwili huu unaouona hauna faida yoyote, roho yako ndio ya thamani. Yohana 1:12-13 inasema, roho ndiyo itiayo uzima, mwili haufai kitu. Huu mwili unakwambia haiwezekani. Lakini mimi niko hapa kukwambia, ukiamini Yesu atakupa chakula, kwa sababu alilisha watu 5,000. Hakukata tamaa Bwana Yesu. Lakini pia Yesu alipitia changamoto ya kuleta ukombozi. Aliteswa sana, alitukanwa, alionewa, alidhalilishwa, lakini hakukata tamaa. Nami asubuhi leo nataka nikwambie usiwe na hofu. Elia aliomba kwa bidii hata akasimamisha mvua. Wakati ambao unaona umekata tamaa kabisa, hebu chukua nafasi ya kupiga goti na kumwambia Mungu na kushukuru. Mariamu kuna wakati alipitia changamoto ya ndugu yake kufa. Hata alipokutana na Yesu akawa anamwambia, Bwana, ungekuwa hapa ndugu yangu asingekufa. Kuna watu mnanitazama, unasema labda baba angekuwa hai nisingepitia haya, mume au mke asingenitenda nisingepitia haya, kijana labda nimeingia kwenye ulevi, kwenye vitu vingi kwa sababu ya wazazi na nini na nini. Nataka nikwambie usikate tamaa, samee. Ili uchungu na ghadhabu visiwake kwako, tengeneza mazingira ya kusamee na kukubaliana na hali halisi. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mama mmoja anaitwa Hana kwenye kitabu cha Samuel. Huyu mama hakupata mtoto, na huyu mama alipitia changamoto ya kunyanyaswa, lakini tunaona alichukua hatua ya kusema hapana, nitakaa na Mungu na Mungu atanitokea. Unapoona hali ya kukata tamaa imekuja kwako, kaa karibu na Mungu na wapende wale ambao ni adui zako. Kushinda ni lazima mtu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Omba kile kitu ambacho kimeibiwa kirejee. Nabii Isaya alisema, lakini Isaya 42:22, lakini watu hawa ni watu walioibiwa na kufichwa katika mashimo, wala hapana asemaye rudisha. Sikia nikwambie, tulikirimiwa jina la Yesu, hilo jina lina nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Anasema katika kitabu cha Matendo sura ya 10:12, wala hapana jina jingine walilopewa wanadamu kuokolewa kwalo ila jina la Yesu. Wakati ambao nafsi yako imechoka, wakati ambao umefanya biashara na umefilisika, wakati ambao hali yako ya kiroho imekwenda mrama, ni wakati wa wewe kuliamini jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe.
Wakati ambao unaona umechoka, nafsi yako imeinama, mtukuze Mungu, msifu Mungu, mshukuru Mungu. Unasema mimi nitamshukuruje? Usiangalie wadhifa ulio nao. Biblia inasema Mungu aangalii kama ambavyo wanadamu wanatuangalia. Yeye hajakuleta katika hii dunia ili uteseke. Maombolezo 3:33 anasema maana Mungu hamtesi mtu. Shetani mawakala wake ndio wako kukuintimidate na kukuonyesha wewe ni dhaifu. Danieli hakuomba tu wakati ana shida. Mungu alimsaidia Danieli kwa sababu hakujiangalia wadhifa alio nao. Kuna watu mnanitazama, una wadhifa mkubwa, kwa hiyo hauoni umuhimu wa kumsihi Mungu na unaona fedha inaweza ikakuokoa. Usikate tamaa katika jambo lolote, lakini pia ili usikate tamaa, komboa wakati. Ayubu 14:1. Lakini fanya kila kitu kwa bidii. Changamoto zisikufanya wewe usiwe mwaminifu. Mungu anapendezwa na mtu ambaye ni mwaminifu, mwaminifu kwake, mwaminifu pia kwa watu. Bwana Yesu asifiwe. Usialalishe kutokuwa mwaminifu kwa sababu ya changamoto zako za kiuchumi. Ninakuombea roho ya kutokukata tamaa ikuachilie leo. Biblia inasema Yesu akazidi kuendelea katika kimo. Luka 2 inasema kama yeye aliendelea, na wewe usikate tamaa, mwana wa Mungu. Pokea nguvu ya kutokukata tamaa. Lakini pia apendaye kupenda maisha na kuona siku njema atauzuia ulimi wake usinene mabaya. Watu wengi leo mmekatishwa tamaa na maneno. Watu wengi leo mmekatishwa tamaa na tabia yako. Asubuhi ya leo niko hapa kukuambia maombi yataondoa hofu ya kuwaza kibinadamu. Unapoanza kuwaza vitu kibinadamu, lazima utakata tamaa. Lakini dhamiri yako iwe safi na Mungu na watu. Bwana Yesu asifiwe. Ufalme wa Mungu hauwi tu katika neno, bali pia katika nguvu. Mungu hataki wewe ukate tamaa. Jitahidi kuwa mwaminifu kwa sababu uaminifu ni asili ya Mungu. Bwana asifiwe. Asubuhi ya leo nitaka kusema na wewe, tuishi kwa haki na utauwa. Kumbuka wewe ni chumvi ya dunia. Mume, mke, watoto, wafanyakazi wenzako wanakutegemea wewe. Wewe ni jasiri na kutia moyo leo katika Mithali 28:1. Uwe jasiri kama simba. Haijalishi adui atatuma dhoruba gani katika maisha yako, na kutangazia ujasiri usiokuwa wa kawaida. Ni kweli unaumwa na daktari amesema ugonjwa huo hauponi, lakini natamka uishi katika jina la Yesu. Uwe na njaa na kiu ya kumjua Mungu ili usikate tamaa. Uwe na njaa na kiu ya kumjua Mungu ili usikate tamaa. Uwe na maono ya wiki, mwezi, miezi 6, mwaka, ya kwamba uko wapi, unaelekea wapi na utafikia vipi hayo maono. Lakini pia dini iliyo safi ni ya kuwajali yatima na wajane. Usile chakula mwaka mzima bila kutoa vitu vyako kuwasaidia wahitaji. Kazi moja hapo ya shetani ni kukuambia uwezi, lakini Yesu alitupatia jina lake. Kwa jina hilo tumemilikishwa karama na vipawa. Wakorintho wa kwanza 12:4. Panda sadaka zako kwa Mungu, maana anayepanda kwa Mungu huwa anabarikiwa. Maandiko yanasema heri akopeshaye kuliko anayetaka kupokea. Tumepewa neema ya Mungu, na ninasema usikate tamaa, kwa sababu miujiza yote iliyoandikwa katika Biblia inaweza kutimia katika maisha yako hata sasa. Omba bila kukoma. Kiri udhaifu wako mbele ya Mungu, kwamba Mungu, mimi niko hivi. Bwana Yesu asifiwe. Mweleze Mungu mahitaji yako, sio watu. Watu huchoka, ukata tamaa, ugeuka. Watu wana matakwa. Pokea nguvu ya kutokuamini watu na kumwamini Mungu. Mweleze Mungu mahitaji yako yote, pia ombea wengine, saidia wengine. Haleluya. Lakini pia Mungu anataka usikate tamaa. Ukumbuke ile mamlaka na nguvu aliyotuachia alipokwenda pale msalabani. Mtu wa Mungu naye nitazama, ndani yako iko nguvu, ndani yako iko kazi, iko biashara, yako mahusiano yenye amani na yenye furaha, wako watoto wazuri. Wewe
wewe hapo, pamoja na kwamba hauna elimu, hauna kazi nzuri, umezeeka, umeshastaafu, bado unaweza kufanya kitu katika dunia hii. Pokea nguvu ya kufanya na kuendelea. Lakini ili usikate tamaa, linda moyo wako. Mithali 4:23 unasema, linda sana moyo wako kuliko vitu vyote uvilindavyo, maana huko kwenye moyo wako ndiko zitokako chemchemu za uzima wa milele. Ndani ya moyo wako kuna kicheko, kuna baraka, kuna laana na kuna mauti. Lakini nakuombea katika kinywa chako isitoke laana ya kulaani mtu yoyote, kwa sababu kisasi ni cha Bwana. Pokea nguvu ya kutokukata tamaa. Ili usikate tamaa, pia fanya kazi. Mungu atabariki kazi ya mikono yako. Ni ndogo, unasema mimi nauza tu miogo, nauza karanga, nauza dagaa, sina mtaji mkubwa. Bwana anataka kitu hicho kidogo ulicho nacho akibariki, ili usikate tamaa. Pokea nguvu ya kuendelea na Mungu. Samehe ili usikabidhiwe kwa shetani. Mathayo 18:23-25. Amini kule ambacho Mungu anasema na wewe kupitia ndoto. Mtu wa Mungu, umekata tamaa kwa sababu ndoto ambazo unazipokea wewe unaona sio Mungu anaongea na wewe. Nataka nikwambie, Yusufu aliota ndoto na ile ndoto ilikuja kuvaa mwili. Acha kudharau habari za ndoto. Acha kwenda kwa waganga wa kienyeji kuuliza habari za ndoto. Mungu akutetee. Chagua kumtumikia Mungu kwa moyo wako wote. Na nimesema Yesu alitupatia uwezo, Warumi 6:16. Tamani kufunguliwa, nenda kwa watumishi, nenda kanisani. Baba, asante. Ninakemea roho ya kukata tamaa kupitia magonjwa na mashambulizi ya muda mrefu. Uwe mzima katika jina la Yesu Kristo. Shalom, shalom. Nabii Oliva, dada wajibu, ana majibu ya maswali yako.